Kuna mapepo ambayo hayatajifunua mpaka utapokuwa umeingia kwenye ndoa. Moja ya mapepo ambayo hayawezi kujifunua mpaka umeingia kwenye ndoa ni pepo la ugonjwa. Na ni magonjwa gani? Pepo la kisukari, pepo la presha. Haya mapepo hayawezi kujifunua nje ya hapo. Kabla mtu hajaoa hajaolewa alikuwa anakula kila kitu, anakunywa kila kitu. Hili pepo lilikuwa limetulia. Atapoingia tu kwenye ndoa, ghafla pepo la kisukari, pepo la presha linaibuka hapo katikati. Kila kiwango kipi ambacho unaingia, kuna shetani mpya atakuwa anakusubiria ili kukushambulia. Kwa mfano pepo la uasherati, ila litajifunua huku ndani. Kwa hiyo ninajifunza kwa Nehemia anaposema mkono mmoja nitajenga, mwingine nitalinda, kwamba tumefundishwa kwamba ukiingia kwenye ndoa kuna kibali. Ni kweli kuna kibali, lakini mkono mmoja shikilia kibali, mwingine shikilia silaha, kuhakikisha unalinda, kwa sababu kuna mapepo ambayo kazi yao ni kuingia kuja kuvuruga, na hata ingia kabla mtu hajaingia kwenye ndoa. So sasa hivi amekaa yametulia, sasa hivi hauna pressure, sasa hivi hauna kisukari, uko hapo na unakunywa kila kitu, unakula chochote kile unachokula, unakula vyakula vyenye mafuta. Wait a minute, subiri uingie kwenye ndoa. Baada ya muda mfupi utasikia nimejulikana nina pressure, nimejulikana nina kisukari, nimejulikana nina gonjwa hili, nimejulikana muongo, pepo la uongo. Hili litakaa kimya mpaka utaanza kuingia kwenye ndoa. Ndio unajikuta mtu anajifunza kuwa muongo kuliko hata kawaida, ili mradi tu akae pale anamdanganya mwenzake. So ni aina ya mapepo ambayo yenyewe yatashambulia tu punde mtu atapokuwa ameingia kwenye ndoa.